Habari za saizi ndugu yangu, unanifuatilia popote pale ulipo duniani. Leo nataka tujifunze jambo moja muhimu sana la kiafya, hasa kwa upande wa uzazi, ili upate uelewa kidogo, lakini ikuwezeshe pia kumwelimisha mwingine utakaposikia jambo hili limemkuta mtu yoyote. Kuna issue ya mtoto kunywa maji machafu akiwa tumboni. Unakuta mtoto yuko tumboni wakati wa harakati za kuzaliwa, kabla hajazaliwa, anakunywa maji machafu akiwa tumboni. Ulishawahi kusikia hali hiyo ikimpata mtoto wa kwako au ndugu yako wa jirani, au story hii mahala popote umeshawahi kusikia? Kama hujawahi kusikia, tega sikio vizuri ili upate elimu ya kutosha. Na kama umewahi kusikia na hujui inatokeaje, vile vile kaa chini uweze kunisikiliza vizuri, ujue hili swala linatokeaje. Kwa kawaida mtoto anapokuwa tumboni huwa amezungukwa na maji kwenye chupa ya uzazi. Hayo maji tunayaita amniotic fluid. Haya maji kwa mtoto hayana shida yoyote, anaweza akayanywa, anaweza akachezea vyovyote vile anavyohitaji akiwa tumboni. Lakini kuna issue nyingine. Mtoto inatakiwa anapozaliwa, ndani ya muda mfupi aweze kupata choo yake ya kwanza, ndani ya masaa machache baada ya kuzaliwa, au isizidi siku 3 awe amepata choo yake ya kwanza. Na hiyo choo kitaalamu tunaita meconium. Ukitazama ni kama nyeusi hivi, wakati mwingine inakuwa ya kijani hivi. Ile ndio tunaita meconium. Sasa kuna wakati mtoto anapata hewa kidogo sana akiwa tumboni. Yaani yule mtoto wakati akiwa tumboni kabla hajazaliwa, inatokea tu anapata changamoto ya kukosa oksijeni ya kutosha akiwa tumboni, ambayo hiyo kitaalamu tunaita ni fetal hypoxia. Na hii inaweza kutokana na kondo la uzazi kushindwa kufanya kazi vizuri, ambayo kitaalamu tunaita placental dysfunction, au pressure ya mama kuwa juu, na tunasema iko juu baada ya kuwa imepitiliza 140, zaidi ya 140 mpaka zaidi ya 90 mm of mercury. Unaona bwana, au mama kupatwa na changamoto ya kifafa cha uzazi, kifafa cha mimba. Unaona, au mama kuwa na maji kidogo kwenye chupa ya uzazi, kitaalamu tunaita oligohydramnios. Unaona bwana. Lakini issue nyingine ni mama kukaa na uchungu kwa muda mrefu. Anakuwa na uchungu kwa muda mrefu. Sasa huu mkusanyiko wa mambo yote niliyosema, kondo kushindwa kufanya kazi vizuri, pressure kuwa juu sana wakati uzazi wa uchungu, lakini kifafa cha ujauzito, maji kuwa kidogo kwenye chupa ya uzazi, au kukaa na uchungu muda mrefu. Haya mambo yote yanaweza yakapelekea mtoto kupata ile choo ya kwanza akiwa tumboni. Akapata choo yake ya kwanza akiwa tumboni. Na hapo ndipo shida inapoanza kutokea. Kwa sababu mama anakutwa na changamoto ambayo inaitwa meconium aspiration syndrome. Kwa sababu mtoto baada ya kupata ile choo yake ya kwanza akiwa tumboni, maji yale huwa yanachafuka. Yakisha chafuka, yule mtoto anaweza akayanywa. Akiyanywa tu yakaingia tumboni, haileti shida sana. Lakini kuna wakati anayanywa, yanaingia kwenye njia ya hewa, yanaingia mpaka kwenye mapafu. Pale ndipo mtoto anapokuja kupata madhara. Madhara gani ambayo anaweza kuyapata huyu mtoto? Ni madhara ya mtoto kuchelewa kulia baada ya kuzaliwa, lakini pumua kwa shida wakati amezaliwa. Unaambiwa mtoto wako alichoka sana mpaka akawekwa kwenye mashine ya kumsaidia kupumua. Unaona bwana. Huyu mtoto pia anaweza akapata joto kali sana baada ya kuzaliwa. Akaanza kuugua, anapata joto kali sana. Lakini huyu mtoto pia anaweza akapata issue ya manjano. Unaona? Anaweza akapata issue ya manjano. Ulishawahi kusikia watu mtoto anazaliwa lakini baadaye anapata manjano. Unaona bwana. Lakini huyu mtoto pia anaweza akapata hali ya kifo. Unaona? Kwa hiyo hivyo ndivyo ambavyo vinavyoweza kupelekea huyu mtoto akanywa maji machafu akiwa tumboni, na madhara yake ndiyo hayo hapo. Sasa nini kifanyike? Mimi kama mtaalamu nakushauri kwamba mama mjamzito unapopata uchungu
usisubiri uchanganye ndio uende hospitali. Fika hospitali kwa wakati ili uweze kufuatiliwa hali yako ya afya mtoto akiwa tumboni, kwa maana kupima mapigo ya moyo ya mtoto akiwa tumboni, lakini kupimwa njia kuona kama inaongezeka au haiongezeki katika mchakato wa kufuatilia afya yako ukiwa labor ward. Haya yote yanaweza kusaidia wewe kupata mtoto vizuri bila changamoto yoyote. Kwa hiyo shida kitaalamu tunaita birth asphyxia. Kwa kifupi yote niliyozungumza, nilikuwa nazungumzia kesi ambayo inaitwa birth asphyxia, yani mtoto kuzaliwa akiwa amechoka sana baada ya kunywa maji machafu akiwa tumboni. Nikukaribisha kwenye comment hapo kama kuna kitu chochote ambacho nataka nikufundishe. Nitapitia comment zote, nitazijibu na nitatoa somo ambalo utakuwa umeomba nikufundishe, au uliza swali halafu mimi nitakujibu. Asante sana. Naitwa Dr. Festo James Nyiriri.